kuipambania. Nilifanya miote kwa mapenzi, lakini mukaniada, mukanyona. Ndio kama hivyo nilivyowaambia mama dadao. Yapita siku 2 mke wangu tangu ondoka hapa nyumbani katika mazingira ya utatanishi. Sijui yuko wapi, anaishi vipi, anakula nini. Kiukweli swala mama linanumiza sana kichwa. Siku 2? Ndio mama. Yaani bwana nikakuta wote. Mama shikamoo. Marahaba. Sasa hivi jamani. Salama, vipi tena anayemwona wangu? Hebu njoo kwanza ukae chini hapa. Kuna nini? Kuja wangu tu hapa. Vipi? Kwanza nakupigia simu, okay? Simu mara haipatikani. Dada naye anapigia simu yake haipatikani. Mama naye yaani hata sielewi. Mna shida gani na simu zenu? Kuna nini kwani? Juzi nimekutana na wifi anakimbia. Namuita wifi vipi? Asinikimbize. Yaani kwa jinsi nilivyomuona. Kawa kama chizi. Mamangu kawa chizi. Mimi naondoka, ni wewe tu nikupenzi taarifa. Wewe Salma, unasema umekuwa nini? Ende dawe acha. Acha. Sasa hapa tufanyeje mwanangu? Mimi ngoja niende. Yaani kweli mama nashindwa hata kuelewa. Yaani hapa mwenyewe sijui hata nianzie wapi na wala niishie wapi. Yaani kichwa changu sasa hakifanyi kazi. Sasa sikiliza baba. Itabidi tusaidiane. Wewe utugeie sisi kiasi cha pesa ili tupate msaada huko nje tukaenda. Watu tusaidie kumkamata. Hapo mama. Yaani kaka usiwe na wasiwasi. Bazali mimi dadako nipo. Mama yuko hapa. Hakuna kitakachoshindikana. Yaani usichanganikiwe kabisa hapa cha msingi. Wewe tugetu kama 400 tu hivi. Alafu sisi tutajua wifi tunafanya vipi ili mradi wifi afanye apatikane. Umeelewa kakangu? Yaani usiwe na wasiwasi. Dada yako nipo hapa. Mama yupo kama hivi. Yaani sisi lazima tukusaidie. Wewe toa hofu. Tugeza 400. Dada, mama, 400 sio shida. Cha msingi ni mke wangu tu. Mbona watoto wanavinyanyasika hapo ndani mama? Ndio tunaona. Watoto hao lazima mama yao wawepo. Ili swala litenda vizuri kweli mama. Kwa sababu tangu kuondoke mke wangu katika mazingira kama haya nasikia sasa hivi. Na vile alivyoondoka. Na hata mwanangu Kachori. Sijui naye yuko wapi. Na Kachori? Wewe kaka, yaani wewe toa hofu. Yaani hapa cha msingi ni 400 tu. Kachori, sijui mamaki. Haya mambo yanaenda kuisha. Au mambo unasemaje? Kama kawaida. Basi mama sio shida. Kwa sababu umesema nikiwapatia 400 mke wangu atapatikana. Hiyo haina shida, mimi acha niingie ndani wachukulie. Fanya hivyo. Sawa sawa. Shukrani. Jambo limetimia. Afu hapa bado. Yaani hapo cheo lazima. Sio niambia kile. Au umenisahau? Jembe lako. Nilifanya miote kwa mapenzi, lakini mukaniada. Mukanyona puzi, familia kuipambania. Uchawi. Wabaya kweli ni ndugu zako. Yaani kakaangu shusha pumzi. Tulio kila kitu kitakaa sawa. Mimi nitashukuru mama. Kwa ajili yao ila kupenda yangu maendeleo, wakanifanyia ndumba na ushirikina, nikose wapate wao. Utaamini ni dada yangu, utaamini ni mama yangu, utaamini ni ndugu zangu, sijui kipi nilichokosea. Nilifanya miote kwa mapenzi. Shikamoo anko. Marahaba, ujambo? Sijambo. Anko. Mimi nina shida. Namtafuta mama yangu. Kutokana na mimi ninavyoona utabiri wangu, kwenu kuna mizimu. Sasa mizimu yako inatokea wapi? Mimi mbona sielewi? Alafu wewe bado mtoto mdogo, unataka kupewa majukumu makubwa. Majukumu unayotaka kupewa
uikubali ile mizimu, uokoe familia yako, kwa sababu hata kwenu yako Kacholi amepeperushwa naye. Kacholi pia? Ndiyo. Kusaidia kwangu ukubali mizimu ya kwenu na ukubali jina litakalokupa mizimu, hautotumia jina hilo. Sawa anko, mimi nimekuelewa. Wewe nenda kwenu, kwa na shida tutaonana. Ukanyona puzi familia kuipambania. Uchawi upo. Wabaya kweli ni ndugu zako. Kwa hiyo mume wangu, toka tulivyochukua ile Kimaulete, kilichofanyika ni kujenga tu nyumba hii ambayo tunaishi, labda na hela ya kula tunayokula, lakini mpaka dakika hii yale mapato yanayopatikana kwa sasa mimi siyaoni na wala sijui yanafanyia nini. Kwa hiyo Kimaulete ana faida gani mpaka dakika hii? Sasa wewe unachishindwa kuelewa hapo nini? Nyumba tumetengeneza na bado tunaendelea na ujenzi, lakini kipato kimeshuka. Kwa nini? Sawa, Kimaulete anaingiza pesa, lakini shida ni kuwepo wewe ufuate utaratibu tunakubaliana. Shida iko kwako. Yaani wewe unapokuwa unamnyonyesha mara moja, ndio maana kule pesa na mali inazidi kushuka. Na ndio maana kipato kinakuwa hakikizi mahitaji ya kuweza kumalizia nyumba. Mwache anyonye. Hapo sasa mambo yanazidi kuwa mazuri. Kule Kariakoo wanakuita nini sijui ile Azam TV. Ndio mambo yanakuja kuwa mazuri hapo. Mpe nyonye, kimaliza kushoto na kulia, kimaliza kulia na kushoto. Mambo yanaenda kuwa mazuri. Kweli? Sawa, mume wangu nakuelewa. Nimekuelewa. Alafu kofia si nivaaje? Kofia yangu mimi? Hata uvae hivi kila siku. Yaani unavaa na leo tofauti sana. Hii ina vitundu. Hebu subiri kwanza. Hii ina vitundu kama pakacha. Unajua ile mapakacha? Pakacha wanaita nini? Pakacha. Unaona matundu. Kofia kama cha makande au unapenda nini? Unaona? Uangalie sehemu unazopita. Haina shida. Unabeba na mimba unarudi nyumbani. Mwache anyonye, haina shida. Uchawi upo. Wabaya kweli ni ndugu zako. Pendi mafanikio yako ni haya, ukate tamaa. Mimi nilikuwa napambana ajili yao, ila kupenda yangu maendeleo wakanifanyia ndumba na ushirikina. Nilifanya yote kwa mapenzi, lakini mukaniada, mukaniona mpuzi familia kuipambania. Nilifanya yote kwa mapenzi, lakini mukaniada, mukaniona mpuzi. Mungu wangu, nisaidie nimpate mama yangu, mlinde huko alipokuwa. Lakini yule mzee nilokutana naye, mbona kama kaongea vitu vya kweli? Inabidi nimtafute. Nilikuwa napambana kwa ajili yao, ila kupenda yangu maendeleo wakanifanyia ndumba na ushirikina. Nikose upate wao, utaamini ni dada yangu, utaamini ni mama yangu, utaamini ni ndugu zangu, sijui kipi nilichokosea. Maana ujambo. Salama sio huko. Sisi tuko salama. Hivi mbona kumepoza hapo? Dada yuko wapi? Mbona sikuelewi? Kuna kitu kama kuna kitu hivi? Kweli yaani si hata nianze kutambulia samahani au sijui hata nisemeje, maana Bila samahani ulianza. kweli hapa nyumbani wangu bwana kutoka katika mazingira ya kitanishi. Yaani mpaka sasa hivi mwenyewe yaani kichwa changu hakiko sawa, sababu mpaka hata nikiwa nikifikiria nashindwa kupata majibu. Kweli shemeji yangu, sijawahi kugombana na mke wangu na wala sijawahi kumpiga hata kofi siku moja.
Yaani basi tu mimi mwenyewe nashindwa hata kuelewa. Yaani sijui ni yaani hata sijui kuna kitu gani kimetokea hapo. Maana yaani amekuwa kama mtu ambaye chizi sio chizi, sio wewe. Yaani chizi. Yaani amechanganyikiwa mke wangu. Yaani mnalishughulikia nyinyi wenyewe tu kama kwamba yule mtu hana ndugu. Yaani hajazaliwa. Na sisi hatuna taarifa yoyote. Leo sisi tunakuta unaangalia TV afu tunasema kwamba eti ana wiki 2 mtu aonekane. Kweli? Sina maana hiyo shemeji yangu. Ila yaani mamangu na dada yangu nasema niwapatie pesa kidogo ili ajaribu kutafuta watu washirikiane nao kwa kumtafuta mke wangu kwa sababu mwenyewe siko sawa. Sawa, haipingi kumtafuta ndugu zake, lakini kwa na yule ana ndugu zake. Kweli na hatuna taarifa yoyote. Sawa, naelewa, lakini sisi wenyewe tuliamua kwanza kumtafuta. Tutakaposhindwa ndio tutakuja. Hapa inaingia kilini shemeji. Yaani hapa naona kabisa kama kuna kitu kinachoendelea. Ambacho mimi na sisi tunafikiria kama ndugu. Kuna kitu ambacho kinaendelea hapa kati, sisi hatukijui. Sasa kitu gani shemeji? Si kawaida mtu wiki 2 amepotea kustoa taarifa kwa ndugu zake, afu anaambia kwamba ndugu zako ndio wanashirikia. Ni jambo kubwa hili. Kweli. Sasa unafikisha ndugu yangu. Mimi mwenyewe kwa jinsi nilivyopata. Unafikiri nifanyeje hapa sasa? Sawa, umepagawa, lakini na sisi tunatakiwa tutoe taarifa, utuambie kwamba kuna hili na hili na hili lilotokea. Tusaidizane pande hili na pande hili, tusaidizane fulani kumtafuta huyo mtu. Ikiwa kama umekaa sisi tutajuaje? Ndio maana mimi nasubiria ndugu zangu sababu. Haya, leo mimi naenda kuambia nini ndugu zangu kwamba dada nimeenda sijamkuta, nimeenda dada yaani naenda kwanza na ile figani. Naongea nini mimi? Leo shemeji chatokea. Cha msingi hapa ni kujua jinsi gani tunafanya. Kwa sababu hata mimi mwenyewe unapozidi kuongea lazidi kuchanganyikiwa. Hapa kuna kitu kinachoendelea. Mdogo na baba. Mtatazama mkutano mtalii. Akaniambia mwalimu kuna mzimu. Na sharti amenipa kubadilana nao matatizo yote hapa nyumbani yataisha. Nasikia. Jamani nasema kuna neno. Mimi nimemsikia naye. Lakini mimi hapa nyumbani kwangu sijawahi au mimi kwangu sijawahi kusikia mambo ya mzimu. Na tangu mimi nizaliwe mpaka nafikia hapa. Sijaona wako kufanyika. Sasa ukisema hivyo shemeji, labda kwa upande wa kikeni huko, lakini kwetu kiungani mambo hamna. Mimi kwangu naona mwanangu kama yaani sio mnasema hivi, ni kwamba nasema hivi. Nimekuja kumuona dada yangu. Sijamkuta. Maana mnaniambia mimi hajaniingia kilio hata kimoja. Ni kwamba dada yangu amepotea, sio mbotani, mimi sijaelewa katika hilo. Na nataka mimi kujua kwamba dada yuko wapi basi. Nilifanya yote kwa mapenzi lakini mukaniada. Mukaniona mpuzi familia kuipambania. Nilifanya yote kwa mapenzi lakini mukaniada. Mukaniona mpuzi familia kuipambania. Uchawi upo. Baba. Nikwambie kitu. Niambie. Hivi baba. Jana kipindi unaingia ndani ulipoitoa ile hela kumpa bibi na shangazi. Walisema ile hela wanaenda kununulia vijola. Ndio. Ndio baba. Baya mwanangu ndio tatizo sana. Vijola gani hapa tumevizungumzia? Wakati fika umesikia kabisa pale. Ndio hapa hela kwa ajili ya kwenda kutafuta mama. Umezungumzia masuala ya vijola mwanangu? Lakini baba. Shangazi na bibi sio watu wazuri. Hayo. Shangazi yako na bibi yako sio watu wazuri? Wakati wao ndio wamejitolea kwenda kutafuta mama. Alafu wewe mwanangu useme sio watu wazuri. Hebu toka bwana hapa. Una bwana ongeza kuzungumza. Mtoto 2000 bwana ana shida sana. Jambo la mwanzo analika mwisho, la mwisho analika mwanzo. Nilifanya yote kwa mapenzi lakini mukaniada. Mukaniona mpuzi familia kuipambania. Nilifanya yote kwa mapenzi lakini mukaniada. Mukaniona mpuzi familia kuipambania. Uchawi upo. Wabaya kweli ni ndugu zako. Pedi mafanikio yako ni hayao ukate tamaa. Nilikuwa napambana kwa ajili yao.